mimi nimekuwa na mikosi. Alicia nilimpenda sana. Hakuonekana kunijali. Sasa ni bora nikajiue ili niache kuhangaika. Alicia nilimpenda sana, ila hakuonyesha ulijali. Sasa bora nikajiue niko kuendelea kuteseka, maana nimejaribu kuzizuia hisia zangu, imeshindikana. Naumia moyo, naumia moyo. Bye Alicia, naamua kujiua. Alicia, ubaki kwa amani, ubaki na mpenzi wako. Uliamua kumchagua, ukanikataa mimi, nikabaki naumia, najiua. Bye, bye Alicia. Nilipenda sana. Moja, mbili. Ako, nini unafanya hicho? Unataka kufanya nini? Naomba niache Ako. Hapana Ako, usige. Najimalizia. Pia nampenda sana Alicia. Ako, mimi nakupenda. Sikia, Alicia tunamfuata. Kama ni Alicia, Ako. Mwanamke, unanipakulia chakula, unaleta mezani, unataka nile na nani chakula? Ndio nakuuliza, unataka chakula nile na nani? Hivi nilikuoa wewe au nilioa mbuzi? Nisamehe mama. Kama imekushinda ndoa, ondoka nyumbani kwenu. Nisamehe mama. Kwa hiyo unataka chakula nile na nani? Nisamehe. Ndio nakuuliza, unataka chakula nile na nani? Hivi mwanamke una akili? Mbona unacheza na akili yangu wewe? Unanijua au unijui? Umenioa eti? Unaonekana umenioa. Mwanamke utakuwa unijui kabisa. Nisamehe mwanangu, sitarudia tena. Nisamehe. Nimesichoka, nisamehe zako. Nisamehe. Hivi una akili? Ngoja nitafute kiboko uje unione. Ako, sikia. Ako, sikia. Unajua mimi huwa nakupenda sana. Tena huwa nakubali Ako, majirani. Nisaidie jamani. Nisaidie msaada. Jamani,
nikuonyeshe vizuri. Bado unalia? Nenda nyumbani kwenu. Nenda nyumbani kwenu. Shika begi lako uondoke. Sina haja na wewe. Mwanamke gani unashindwa kunijali mimi mwanamume wako? Ondoka! Ondoka! Sikutaki kwangu. Sikutaki. Naingia ndani nisikukute hapo. Kupenda matatizo yaliyotukuta. Aise, ushapoa. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Lakini kwa kuwa ni mzima, ni wa afya, lazima tu tumshukuru Mungu. Atapona. Anko, mimi kusema kweli, mimi nimeshangaa, sijajua ni tatizo lipi limemkuta. Maana tulipomkuta pale amelala, mimi sijaelewa yani kipi kinamsumbua mpaka anachukua hatua ya kujinyonga. Kifupi migo mpaka sasa sijaelewa. Hii changamoto gani ambayo imemkuta hiyo bora? Kama wanavyokuelezea vijana. Lakini niko hapo nasikia wanakuja wananikumtua. Mara kijana wetu alikuwa anataka kujinyonga. Mpaka sasa hivi sijui tatizo nini, na nilivyomkuta hospitalini na nilivyomuona sikutarajia kabisa kama yule kijana angeweza kufanya mambo kama hayo. Maana anaonekana ni kijana mtaratibu, mpole. Sasa sijui ni nini tatizo. Sasa sisi tumeshauriana na wenzangu kwamba wewe kwa sababu ulivyo rafiki yake, wewe unajua kila kitu kutoka ndani ambacho kinaweza kumsibu mpaka kafika hatua ya kujinyonga. Kweli ni kwamba sitambui sababu hata mimi nilikuwa natoka kuchunga mbuzi. Ile napandisha nikakuta amejiweka kwenye kitanzi. Nikasema Anko acha. Anko nataka kujisacrifice maisha. Kijana akaniambia mimi bye bye. Wewe hajakwambia tatizo gani ambalo limesababisha mpaka nafika hatua hiyo ya kutaka kujinyonga? Sasa ngeniambiaje? Maana nilipopanda juu nikakata kamba. Ile kukata kamba akaanguka. Sasa naanguka ndipo nikapiga kelele. Nilipopiga kelele wakina Anko na hawa marafiki walikuwa karibu. Ndio wakaja tukakimbia tukafanyaje? Kufikisha hospitali. Kwa kweli hadi sasa mwenyewe sijaelewa kilichotokea, ila ni jambo la kusikitisha sana. Yaani hajawahi kueleza tatizo lolote ambalo linamsibu mpaka kufikia hatua ya kutaka kujinyonga. Hii sio kazi rahisi. Huenda kuna mambo yanamchanganya. Kwa kweli kuhusu mjomba, aliwahi kuja hapa. Kuna jambo alinieleza. Lakini baada ya kunieleza nikamshauri kama mtu mzima, nikamwambia Anko, anachokiwaza sisi tumeshapitia mengi. Sasa nikushauri kama ndugu yangu usifanye jambo kama hilo. Nikamshauri kabisa, ikaonekana amenielewa. Lakini wakati anaondoka akaniambia vibaya, akaniambia hujanishauri vizuri, Nikawaza amenielewa. Ila sidhani kama hilo jambo ndio limefanya na jiweke kitanzi. Labda la kufanya tusubiri akipona, akili yake kirudi sawa, tuweze kumuuliza kwa nini anafanya haya. Sasa mjomba, hilo ni jambo gani alikuja kukuambia na kuomba ushauri? Jambo lenyewe alinieleza, aliniambia kwamba ni matatizo ya vijana.
alinieleza kwamba anko, kuna binti nataka nimuoe, sasa ananisumbua. Akaniambia lakini akiendelea hivi naweza kuchukua maamuzi magumu. Nikamwambia kwamba anko, huwezi kuchukua maamuzi magumu kwa sababu ya binti, acha tafute mwingine. Akaondoka kwa jaziba. Alijiunga kisa mapenzi. Si. Mimi mbona mimi nimenisurprise. Mapenzi. Yaani alikwambia kwamba kuna binti anamhitaji na huyo binti ndo amefanya ajinyonge. Nimetangulia kusema wewe sijui kama ni hilo, ila mimi wakati anatoka mara ya mwisho alinieleza jambo kama hilo. Kama hilo jambo mimi ninavyoamini sio lenyewe, huenda kuna jambo lingine kwa sababu ile kijana anaonekana mtaratibu sana. Basi sawa, si mjomba, tumekuelewa. Cha kufanya hapa kwanza ngoja tujipale usiwetu muangalie kwanza. Hapo mimi ninavyojua ile kijana alivyo mstaarabu, sidhani kama anaweza kujisacrifice maisha yake kwa sababu ya mwanamke. Labda tusubiri atoke kwanza, tutakaa tena tuangalie jinsi gani tutamsaidia kwa sababu hili ni tukio kubwa sana. Akitoka tutamuuliza, hakuna shida, hakuna tatizo, kimsingi ni kumwombea na kumkabidhi mikononi mwa nani? Wa Mungu. Ndugu zangu, msijali, atapona. Mimi naamini karibu na Mungu tutashinda. Yaani mpaka leo nimesema niko na muomba mama Bikira Maria kwa ajili ya anko yangu. Nampenda sana. Ni mtoto wa dada yangu ambaye ninamfuata. Nampenda sana. Msijali. Sawa, Mungu anakushukuru sana. Mungu anakushukuru. Naamini. Asante. Twende. Amen. Asante. Hapa mganga yupo karibu, kaa wewe. Usishutuke, unaogopa nini? Unaliwa. Usishutuke, mtoto wa kike. Ngoja nisikie wakulungu anasemaje. Wewe mbona una shida? Unanunga shida, mtoto wa kike. Mwanaume wako ndo anakutesa. Mwanaume anakusumbua na kunyanyasa. Sikia basi, mimi nakupa masharti, sawa? Chukua hii dawa, sawa? Kesho mfuatilie mume wako. Atakapokanyaga utaenda uzoe ule unyayo wake, sawa? Uchanganye na hiyo dawa. Saa 6 za usiku tafuta njia panda ilipo, nenda weke hiyo dawa, zoezi litakuwa limeisha.